3, Zaburi ya 96 aya ya 1 mpaka ile ya 3. Zaburi ya 96 aya ya 1 mpaka ile ya 3. Neno la Mungu linasema, mwimbieni Bwana wimbo mpya, mwimbieni Bwana nchi yote, mwimbieni Bwana, libarikini jina lake, tangazeni wokovu wake siku kwa siku, wahubirini mataifa habari za utukufu wake, na watu wote habari za maajabu yake. Hii ni kantate. Naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kantate. Mwimbieni Bwana wimbo mpya, kantate domino. Asante. Bwana Yesu apewe sifa. Kwamba katika historia za ibada, kanisa hata kabla Kristo lilikuwa linaimba, na kanisa kumekuwa ni sehemu muhimu sana katika kumtukuza Mungu. Kwa hiyo neno hili cantate domino, neno la Kilatini, wimbo mpya, na wimbo mpya ukiwa na maana ya wimbo wa ushindi, wimbo wa wokovu, kuonyesha neema ya Mungu na tumaini jipya. Wimbo wa ushindi, wimbo wa wokovu, wimbo wa neema, neno la kiibada kabisa. Kwa sababu Mungu ametuambia katika Waebrania mlango ule wa 13 aya 15. Amesema hivi, Waebrania 13:15 amesema, basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Hebu tuseme dhabihu ya sifa daima. Ni ibada. Na Kiingereza wamesema, yaani tunda la midomo liungamayo jina lake. Kwa hiyo kuimba ni dhabihu ya ibada. Unampa Mungu ibada kwa kuimba, kwa sababu ni dhabihu ya midomo yetu. Ni kile kitu tunachofanya kwa sababu ni Mungu. Sio burudani, ni tendo la kiroho. Haleluya. Maanake tusigeuze sifa kuwa ni burudani, kwamba umetuburudisha. Hapana, tuburudiki. Tunampa sifa Mungu, na tendo ni la kiroho na ilitokea katika roho. Haleluya. Ni swala la utii pia kwa Mungu wetu. Maana anasema, maneno ya Mungu amesema, mwimbieni Bwana, mwimbieni Bwana, kila mwenye pumzi na msifu Mungu. Kwa hiyo hiyo ni amri. Kwa kuwa ni amri, mtu anayeimba manake ametii neno la Mungu la kutaka kwamba huyo mtu amwimbie Mungu. Ni tendo la kiroho, kwa sababu tukisoma katika Waefeso mlango wa 5 aya 15, Waefeso mlango wa 5 aya 15 nasema, mkisemezana kwa zaburi na tenzi na nyimbo za rohoni. Hebu sema nyimbo za rohoni. Huku mkimwimbia na kumshangilia Bwana mioyoni mwenu. Maanake ni nyimbo za rohoni. Maanake hapa lazima utofautishe nyimbo za duniani, nyimbo nyingine na nyimbo za rohoni. Hapa tuko katika roho. Unapomwimbia Mungu unafanya tendo la rohoni. Na pia ukimwimbia Mungu, moyo wako na roho yako vinaungana pamoja. Maana sio rahisi ukawa unaimba na mawazo yakawa yanatangatanga. Haleluya. Maanake ukiimba concentrate, umefocus kwa Mungu peke yake, umemwangalia Mungu peke yake, umwangalie mwanadamu, umwangalie mtu yeyote, unamwangalia Mungu. Ndio maana nasema nyimbo za rohoni. Kwa hiyo tukiimba tunakuwa katika ulimwengu wa roho, tunamtukuza Mungu katika ulimwengu wa roho, huku tukimshangilia Mungu katika mioyo yetu. Haleluya. 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 Kwa hiyo mtu anayeimba hutangaza hadharani kwamba Mungu ni mkuu. Anatangaza hadharani kwamba Mungu ni mwema. Anatangaza hadharani kwamba Mungu amenitendea mambo makuu. Ndio maana ya kuimba nyimbo za sifa. Haleluya. Sasa maana ya wimbo mpya ni nini? Wimbo mpya maana yake ni nini? Haleluya. Wimbo mpya haimaanishi wimbo ambao haujawahi kusikiwa, bali ni ishara ya maisha mapya ndani ya Yesu. Ni ishara ya maisha mapya ndani ya Yesu. Kwa hiyo wimbo mpya ni mabadiliko, ni ushindi, ni kuponywa. Unaambia Mungu umenibadilisha.
Zamani nilikuwa pale, sasa niko hapa. Umenipa maisha mapya, umenipa kitu kipya katika maisha yangu. Ndio maana Baba nakutukuza, ndio maana nalihimidi jina lako, kwa kuwa umenitendea mambo makubwa. Haleluya, haleluya. Maana yake unamwambia Mungu, umetenda katika maisha yangu. Angalia ulikonitoa na hapa nilipo. Angalia hata wengine tulikuwa tumezaliwa kipindi kimoja, wako wapi, mimi bado nipo. Angalia umeniinua, nilikuwa katika hali, umeniinua katika level hii. Unamshukuru Mungu kwa ajili hayo yote ambayo Mungu amekutendea. Kwa hiyo tunapopata ile neema ya Mungu, lazima tutangazie mataifa. Uwaambie mataifa kwamba Mungu wetu anaishi, Mungu wetu anatenda, Mungu anafanya mambo makuu katika maisha yetu. Hiyo ndio wimbo mpya. Unaonekana mabadiliko katika maisha yako, maana sisi ni barua. Sisi ni barua ya Kristo. Kwa hiyo maisha mapya, mabadiliko mapya, maana miili yetu inaimba wimbo mpya wa kumtukuza Mungu katika roho zetu, katika nafsi zetu. Tunamtukuza Mungu na matendo yanaonekana katika mwili wetu. Haleluya. Sasa kwa nini tuimbe? Kwa nini tuimbe? Kwa nini tuimbe? Na nashukuru pia katika somo la jumuiya jana, ile ilikuwa ni swali la kujadili, kwa nini tunamwimbia Mungu. Nitapitia mambo mbalimbali ambayo kwamba kwa nini tunamwimbia Mungu. Kwa sababu Bwana ni mwamba wa wokovu wetu. Tunaimba kwa sababu Bwana ni mwamba wa wokovu wetu, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 95 aya ya kwanza mpaka ile ya 3. Zaburi ya 95 aya ya kwanza mpaka ile ya 3 anasema, njoni tumwimbie Bwana, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu. Njoni tumwimbie Bwana, mwamba wa wokovu wetu. Tuje mbele kwa shukrani, tumfanyie shangwe. Mnaweza kuendelea kuitikia haleluya. Kwa kuwa Bwana ni mkuu na mfalme mkuu juu ya miungu yote. Haleluya. Kwa hiyo tunamfanyia Mungu shangwe kwa sababu ni mwamba wa wokovu wetu. Haleluya. Tunamwimbia kwa kusudi hili. Mungu alituumba tumsifu, alituumba tutangaze ukuu wake, alituumba ili tuweze kumwabudu. Sasa na Zaburi ya 100 aya ya kwanza mpaka ile ya 5. Zaburi ya 100 aya ya kwanza mpaka ile ya 5. Hii nitaisoma kwa kuimba. Haleluya. Nasema hivi, mfanyieni Bwana shangwe duniayo, mfanyieni Bwana shangwe dunia yote. Tumikieni Bwana kwa furaha, njoni mbele zake, njoni mbele zake, njoni mbele zake kwa kuimba. Mstari wa 3, jueni kwamba Bwana ndiye Mungu, ndiye aliyetumba nasi tu watu wake, tu watu wake na kondoo wa malisho yake. Ingeni malangoni mwake kwa kushukuru, nywani mwake kwa kusifu mshukuru, ni limidini jina lake. Kwa kuwa Bwana ndiye mwema, rehema zake ni za milele, na uaminifu wake vizazi na vizazi. Haleluya. Kwa
kwamba tunamwambia Mungu kwa sababu ndiye aliyetuumba na sisi tu watu wake na kondoo malisho yake. Ametuumba kusudi tumwimbie, ametuumba kusudi tumtukuze, ametuumba kusudi tutangaze sifa zake, ametuumba na kutupa ufahamu kumfahamu yeye ili tutangaze matendo makuu ya Mungu. Haleluya. 3, tunamwimbia Mungu kwa sababu ametukomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Ametukomboa kwa damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo huu wokovu lazima tutangaze kwamba damu ya Yesu imetukomboa, damu ya Yesu imetusafisha. Haleluya. Na katika Ufunuo mlango wa 5 aya 9, Ufunuo wa 5 aya 9 nasema hivi: nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Haleluya. Kwamba alitukomboa kwa damu yake, akamnunulia Mungu watoto katika wanadamu wa kila lugha, wa kila kabila na kila taifa. Na ndicho tulichofanya leo. Uliona Wapare, Wamasai, Wagogo bado, Wanyakyusa, watu mbalimbali wamekuja hapa kumwimbia Bwana kila lugha. Nilikuwa naangalia huu utajiri wa lugha tulionao na utajiri wa makabila tulionao mahali hapa, nikalikumbuka neno hili kwamba damu ya Yesu Kristo kamnunulia Mungu katika wanadamu watu wa kila lugha, kila kabila, kila taifa. Kwa hiyo tukimwimbia Mungu kwa lugha ni utajiri tulionao kwa sababu Mungu ametukomboa katika hiyo. Haleluya. 4, tunamwimbia Mungu kwa sababu hutupa ushindi wa kila siku. Kila siku anatupa ushindi. Haleluya. Yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yale yatupenda. Haleluya. Mungu anatupa ushindi katika majaribu. Tunapita katika majaribu mbalimbali hapa duniani. Tunakutana na hili, tunakutana na lile, tunakutana na lile. Lakini katika kila kitu Mungu anatupa mlango wa kutokea. Anasema hamtajaribiwa kuliko uwezo, na katika kila jaribu atatupa mlango wa kutokea. Kwa hiyo tunasema Mungu wetu anatupa ushindi, na zaidi ya ushindi kwa sababu ametupenda. Haleluya. Kwamba si kwa nguvu zetu, si kwa sababu sina watakatifu sana, lakini ni kwa neema ya Kristo, ni kwa wema wake, kwamba Mungu hutupa ushindi kila siku kwa sababu ya upendo wake na kwa sababu ya neema kuu alionayo. Haleluya. 5, kuimba sifa ni kuonyesha hisia zetu kwa Mungu. Tunaonyesha hisia zetu kwa nani? Kwa Mungu. Watu duniani wanaimba nyimbo zao za kuonyesha hisia. Akimpenda mtu fulani anamwimbia wimbo, afanye mtu anamwimbia wimbo. Na sisi tunamwimbia Mungu nyimbo kumuonyesha jinsi tunavyompenda.